Mnyama Simba sio wa kumkatia tamaa. Lupaso atapageuza kuwa jahannam. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Maji wa Sanga TV, karibu sana, tuendelee kuyazungumza leo ya kimichezo. Nipo na ndugu yangu hapa Miss Kabwe, kubwa zaidi. Mambo ni mengi sana. Wekundu wa Msimbazi Simba wao kuitafuta safari ya kuelekea nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Tuliuchambua mchezo huu kabla ya kuchezwa, lakini hatimaye dalili tumeiona, uwezekano wa Simba upo. Nipo na ndugu yangu hapa Kabwe. Upo vizuri kaka? Bwana fresh Ernest Singano, mtu hatari. Mambo yanasonga. Mambo yanasonga kaka. Na upo vizuri? Nipo vizuri kaka. Kama upo vizuri basi ni wasaa kwenda kuyazungumza yale ya kimichezo. Nilikutafuta na tukauzungumza sana mchezo wa Simba kwa namna kuitafuta tiketi ya kuelekea nusu finali, lakini mchezo wa kwanza umechezwa kule nchini Misri dhidi ya Al Masry. Simba imepoteza mabao 2-0. Pengine kwa kile ambacho umekiona kule, taswira ya mnyama kuiua mechi hapa Benjamin Mkapa ipo. Tuanzie kwanza kule kilichotokea nchini Misri. Kabwe, Simba ilifeli wapi? Tuanzie hapo. Simba ilifeli kwenye mambo matatu. Moja, kwenye eneo la ushambuliaji, ubinafsi. Wachezaji wengi wa Simba ni wabinafsi. Wachezaji wengi wa Simba Kabwe ni wabinafsi. Mbinafsi wa kwanza kabisa ni Jean Charles Ahoua. Anapata nafasi nyingi sana ujue. Bila vizuri, lakini kwenye kutengeneza wenzake wanufaike, kucheza kama timu, ameshindwa kuwa na huo ufanisi. Bila vizuri, lakini mchezaji wa pili kwenye ile mechi ambayo amegharimu Simba nafikiri alikuwa ni Kibu Denis. Alipata nafasi ambayo alikuwa na uwezo kumpa Leonel Ateba. Simple kabisa angeweza kuscore ile mechi. Simba alikuwa anahitaji goli moja tu kwenye ile mechi ili kuifanya ile mechi kuwa ngumu na rahisi hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo akataka kufunga yeye mwenyewe ili aongelewe zaidi. Umeelewa vizuri, kitu ambacho kilikuwa ni kibaya zaidi. Nikwambie kitu Ernest, kuanzia ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka Confederation Cup, huwezi kupata nafasi nyingi kama Simba walizozipata kwenye ile mechi. Hasa unapocheza na timu ngumu kama vile Al Masry, timu kutoka Uarabuni. Ukipata hiyo chance basi itumie. Simba walishindwa kutumia hiyo chance jana. Kwa kwenye eneo la ushambuliaji, kwa kiasi kikubwa sana kilichogharimu ni ubinafsi. Watu wengi wanamlaumu Leonel Ateba, sijui ni mzito na nini, lakini Leonel Ateba alitengenezewa nafasi ngapi? Kwa Leonel Ateba hapaswi kulaumiwa. Hapaswi kulaumiwa Leonel Ateba, unamlaumu kwa lipi? Alitengenezewa nafasi ngapi ambazo unaweza kusema hizi zilikuwa ni clear chances ambazo alizikosa Leonel Ateba? Niambie wewe. Sana Leonel Ateba alikuwa anajaribu kupambana na wale mabeki. Unajua Leonel Ateba kitendo cha kuwa anapambana na wale mabeki muda mrefu, ndio akawa anawapa nafasi Jean Charles Ahoua, Kibu Denis, umeona kuna muda Elie Mpanzu, wanapata nafasi hata ya kupiga. Wanapata nafasi ya kupata zile second balls. Sijui umeelewa vizuri? Leonel Ateba inawezekana akawa ana madhaifu yake, of course. Hana speed, umeona, sio mzuri kwenye kureact haraka kwenye matukio, lakini bado ni mchezaji ambaye akiwa ndani ya uwanja anaweza kukupa advantage ya kufanya link up, ana uwezo wa kukupa advantage wewe ya kuondoka hata na watu wawili, umeona, kwenye lile la ulinzi ili kuwapa nafasi watu wengine kuweza kufanya nini, kufunga. Sasa tujiulize, Leonel Ateba hakufunga au watu wengine walifunga? Walikosa magoli, hawakufunga. Kwa eneo lile la Simba kwa ujumla liliwafelisha jana Simba kwenye ule mchezo. Lakini ukiacha hivyo, eneo lingine lilikuwa ni eneo la goalkeeping. Musa Pinpin Kamara. Pinpin Kamara anabeba lawama nyingi za Simba kwenye ule mchezo. Alikuwa na makosa kwa upande wako? Kabisa, mimi naamini alikuwa na makosa. Watu walikuwa wanamtetea, lakini ukweli ni kwamba alikuwa na makosa. Alikuwa na makosa kivipi? Kwanza goli la kwanza linapigwa. Yule bwana mdogo Abdul Ibrahim Dehmam alipokea mpira akiwa kwenye nafasi ambayo yuko huru, hakubugudhiwa sana. Ila waliokuwa mbele yake alikuwa ni Yusuf Kagoma, nakumbuka kitu kama hicho, na Shamu Karawa wakataka kumzuia ili asipige. Mpira uliopigwa ulikuwa hauna nguvu sana kusema kwamba Pinpin kama angeweza kuucheza ni kuuondoa ungemshinda, lakini kiuhalisia nafikiri kuna kitu alikuwa anataka kukifanya zaidi Pinpin Kamara kwenye ule mpira. Ndio maana ukamshinda moja kwa moja kufanya nini? Ukaingia golini. Wewe angalia ule mpira aliucheza, ujue Pinpin Kamara. Kwa kama angeupanchi kwa kwenda hivi, ina maana ilikuwa ni rahisi kufanya nini? Kutoka, lakini kitendo cha kutaka kuupanchi na mikono miwili, kutaka kufanya kitu cha ziada zaidi, nafikiri ile iliwagharimu wakapelekea kuruhusu ile goli. Lakini goli la pili mpira unapigwa hivi.
cross unakuja. Wewe unatemaje hivi? Inapopigwa cross mategemeo ni kwamba watu wanakuja kuliface nini? Kuliforce goli ili kuweza kufunga. Alafu wewe unaenda kuwatemea. Kama isingekuwa mchezaji wa USM wa Al Masry, basi angekuwa ni mchezaji wa Simba. Simula vizuri. Asingekuwa mchezaji wa Al Masry, basi angekuwa ni mchezaji wa Simba kufanya nini? Kujifunga lile goli. Kwa kwangu mimi naamini magoli yote mawili Pimpin Kamara anahusika kwa kiasi kikubwa. Huo ndio uhalisia. Lakini cha mwisho na cha tatu, Simba Sports Club ule mchezo walikosa ukomavu, mentality. Wachezaji wengi wa Simba ukiwaangalia hawana ukomavu wa kusema kwamba bwana huu mchezo tayari sasa umeshafikia hapa, tutafute kitu fulani kwa ajili ya kutufikisha sehemu nyingine. Ndio maana kuna muda walikuwa wa binafsi, hawachezi kitimu, nakuta kila mmoja anataka afanye vitu ili aonekane yeye na kadhalika. Anaonekana kuchezea sana mpira. Moja kati ya wachezaji ambao walikuwa ni threat kwa wapinzani na nafikiri watakumbukwa sana pale Misri ni Elie Mpanzu. Moja wachezaji ambao watakumbukwa pale Misri ni Elie Mpanzu Kibisawala. Alifanya kila kitu kwenye mchezo wa jana. Shida kubwa ambayo ipo kwake yeye ni kutokufunga tu. Sijumla vizuri. Lakini kwenye eneo la kutengeneza nafasi alitengeneza nafasi. Zile nafasi zilitumiwa vipi? Ndio ilikuwa shida hapo. Lakini eneo lingine ambalo Simba walifanikiwa kiasi kikubwa sana eneo la katikati ambao anacheza Yusuf Kagoma. Mmoja kati ya wachezaji bora na viungo ambao tulionao sasa hivi Tanzania ni Yusuf Kagoma. Watu hawasemi tu, lakini jana kakata sana umeme, kapiga sana pasi za mbele. Yaani kailinda ile back four yeye pamoja na mwenzake Fabrice Ngoma kwa kiasi kikubwa sana mwamba. Mtulivu, hapotezi mpira mara kwa mara, alikuwa bora kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mimi naamini mchezo wa jana ulifelishwa na vitu vichache sana ambavyo kiuhalisia Simba kama watavirekebisha kwenye mechi ya pili ni rahisi kuweza kupata matokeo mazuri. Umezungumzia Simba ni rahisi kupata matokeo endapo atarekebisha yale ambayo alikuwa ameyakosea. Kabwe, mchezo wa pili unakuwa ni mgumu kiasi gani kwa upande wa Simba ambao hapa Benjamin Mkapa? Utakuwa ni mchezo mgumu, lakini ni onyo kwa wapinzani wa Simba ambao wanawabeza Simba kuelekea mechi ya Benjamin Mkapa. Simba ndio klabu ambayo imetengeneza historia kubwa kwenye ule uwanja wa Benjamin Mkapa. Kile ambacho watu wengi walikuwa hawakitegemei kutoka kwa Simba kilishawahi kufanyika pale Benjamin Mkapa. Sibila vizuri. Kwenye mpira wa miguu goli mbili ni goli chache mno. Goli hizi mbili ni goli chache mno. Ni goli nyingi tulikuwa tunazungumza hivi kwa sababu zishafungwa. Lakini kwenye mpira wa miguu goli mbili ni goli chache mno sana. Sibila vizuri. Kwa kwangu mimi naamini kwa ubora wa Simba kile ambacho walichotuonesha pale na namna ambavyo Benjamin Mkapa inavyokuaga, trust me, Simba Sports Club wanaenda kupindua meza bila shida yote. Ukifuatilia historia kupitia Benjamin Mkapa kwamba Simba mechi anavuka Kabwe. Simba Sports Club alishafanya mambo mengi pale Benjamin Mkapa ambayo watu wengi sana hawakuwahi kutarajia. Mechi ya AAC Vita, yes, ni moja kati ya timu ambazo ukiziangalia ni imara sana kwenye eneo la ulinzi. Simula vizuri Lakini linapokuja swala la mechi za mtuano na pressure ambayo Simba walikuwa nayo kuelekea huu mchezo na namna ambavyo Simba wanautaka huu mchezo, kaka, Simba Sports Club ataenda kuwashangaza wapinzani wengi sana kwenye ule uwanja wa Benjamin. Naomba ukirudie hiki ambacho nakizungumzia kwamba Simba mnyama Simba Sports Club ataenda kuwashangaza watu wengi sana tarehe 9 pale Benjamin Mkapa. Trust me. Goli mbili, narudia tena, sio nyingi kwenye mpira wa miguu. Kama Al Masry waliweza kupata magoli mawili pale Misri, Simba Sports Club washindi kupata magoli mawili pale Benjamin Mkapa. Mnaelewa vizuri? Ukiangalia kwa ile total dominance aliyoionyesha Simba Sports Club kwenye ule mchezo, trust me my brother, kuna uwezekano mkubwa Simba Sports Club akaja kupata matokeo mazuri. Of course, nakubaliana na watu wengi, mechi ni ngumu, mpira hautabiriki, na Simba katanguliwa magoli mawili, inawezekana ikawa ni ngumu. Lakini kwa yale ambayo shafanya Simba huko nyuma, Lupaso ni jehanamu. Kwamba historia bado inambeba Simba Benjamin Mkapa kufuzu kuelekea nusu fainali. Linapokuja swala la Simba Sports Club na Lupaso ni jehanamu. Ni zaidi ya moto.
wapinzani wanaenda kukutana nao pale Benjamin Mkapa. Simba Sports Club kuanzia wachezaji mpaka mashabiki vichwa huwa vinawaka hivi. Kaka, Waarabu wajipange. Hii nazungumza for sure. Waarabu wafanye nini? Wajipange. Mnyama Simba anapokuwa Lupaso pale panakuwa ni Jahannam. Sio sehemu salama. Ubora na quality aliyoonyesha kwenye mechi ya Misri inatosha kabisa kueleza kwamba goli 2 sio nyingi kuelekea huu mchezo. Ikitokea Simba anafungwa, that is football. Na itakuwa ni failure kubwa kwa Simba Sports Club endapo kama atatolewa hatua ya robo finali. Itakuwa ni failure. Standard ya nchi hii ni finali ambayo iliwekwa na Young Africans. Standard ya nchi hii ni finali. Ukitaka kutengeneza historia ni kuchukua ubingwa. Simula vizuri. Kwa Simba Sports Club kitendo cha kutolewa kwenye hatua ya robo finali atakuwa ameprove failure. Lakini sitaki kuamini moja kwa moja, na mimi ninaweka akiba ya maneno kuhusiana na Lupaso Jahannam. Simba Sports Club pale huwa waachi watu salama. Nini cha kuzingatia kwenye mchezo huo? Kipi Simba wafanye kuona ni vipi wanaenda kumchinja Al Masry katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa namna kile ambacho umeziona dakika 45 kule Misri, tunaweza tukasema hivyo. Dakika 45 nyingine ni Benjamin Mkapa. Nini Simba wafanye kwa namna ambavyo kuja kumwangamiza Mwarabu? Ni kuongeza umakini kwenye eneo la ushambuliaji. Kuongeza tu umakini, wakipata nafasi waweze kuzitumia ipasavyo na wapunguze makosa binafsi. Ilikuwa kwa Shema Lone Fondo, makosa binafsi yamewagharimu Simba. Sasa hivi imekuwa kwa Pimpin Kamara. Pimpin Kamara hapa KMC Complex, mechi ya Coastal Union ya Tanga, aliruhusu magoli 2 ya kizembe mno, yakafanya Simba wakapata sana. Mechi ya Fountain Gate pale Tanzanite kwa raha, Chasambi anajifunga. Still kulikuwa kuna chembe za uzembe kutoka kwa Pimpin Kamara. Mechi ya Africans Derby pale Lupaso, Pimpin Kamara badala ya kutema mpira pembeni anautemea ndani, Yanga wanapata goli, mwisho wa siku anaigharimu Simba. Kwa hiyo ukiacha makosa binafsi ya eneo la goalkeeping na wale mabeki wa Simba, eneo lingine Simba wanapaswa kuboresha na kuwa makini ni eneo la ushambuliaji. Wakiboresha kwenye maeneo hayo mawili, kwa namna ambavyo quality ya Simba imekaa pale, trust me, Mwarabu atoki pale Lupaso na panageuzwa kuwa Jahannam. Kabwe Fadlu Davis aingiaje kwenye huo mchezo? Ana option nyingine zaidi ya kushambulia kwa sababu tayari yupo nyuma kwa magoli haya 2. Lazima ashambulie tu. Lakini anapaswa kuwa makini kwenye eneo la ulinzi kwa sababu wale jamaa nimewaona technically na tactically ni wazuri sana hasa kwenye counter attack. Si vizuri? Wana mchezaji wao mmoja anaitwa Salah Mohsen. One of the best player ambaye ukimwangalia kwenye eneo la ushambuliaji la Al Masry anasumbua sana. Hakai eneo moja. Kuna yule Abdul Karim Dehmam, yule ambaye alifunga goli jana. Yule bwana mdogo. Na yeye ni mzuri sana kwenye kufanya nini? Kwenye kufunga na kutengeneza nafasi. Lakini sio mzuri sana fiziki. Umeelewa vizuri? Hili ni eneo ambalo Simba inawezekana wakawa wanafaidika na hasa Yusuf Kagoma. Umeelewa vizuri? Lakini ukiacha hivyo pia Simba wanapaswa kuwa makini sana kwenye turnovers, kwenye counter attack. Wale jamaa wanaonekana ni hatari. Kwa hiyo hata kama watakuwa wanashambulia muda mwingi sana, lakini wanapaswa kujua kwamba wale jamaa wanaposhambulia kwenye counter attack kwa kutumia wale mawing back wao, aina ya washambuliaji waliokuwa nao na mipira mingi ya cross, mipira ya vichwa, kuanzia Salah Mohsen, yule Fakhreddin Ben Yusuf, ni wazuri sana kwenye mipira ya vichwa. Simba wanapaswa kuwa makini kwenye eneo hilo. Lakini mengine yote kuanzia phase zote 3, phase ya ulinzi, phase ya kiungo, kwenda mpaka phase ya ushambuliaji, Simba Sports Club walivyoonyesha ile total dominance jana, inanipa imani na matumaini ya kwamba mnyama Simba anapageuza Lupaso pale kuwa Jahannam. Trust me. Kwa mara ya kwanza mimi naamini mnyama Simba anaenda kumuondoa Mwarabu na kuingia kwenye hatua ya nusu finali. Kitu pekee ambacho nafikiri kinaweza kikawa ni kigumu kwa Simba Sports Club msimu huu ni kutoka hatua ya nusu finali kwenda finali.
Kabwe, tuweke nukta kwa leo hii hapa, tunatosha. Tumeyazungumza mengi sana kwa namna ambavyo tumechagiza Simba kwa kile ambacho kimetokea kule nchini Misri. Shukrani sana ndugu yangu, nakuja kuchambua huu mchezo kwa kina sana, kuona vipi Simba anaenda kuingia na Al Masry katika uwanja Benjamin Mkapa. Tutakuja kuchambua mchezo huu kwa kina sana, ndugu yangu Kabwe. Shukrani sana ndugu yangu kwa time yako. Kama na neno la mwisho kulamalizia nafasi. Mnyama Simba sio wa kumkatia tamaa. Mnyama Simba sio wa kumchukulia poa. Mnyama Simba, mimi nahifadhi maneno, Lupaso atapageuza kuwa jahanamu.